how is it possible that we can talk about love, tunawezaje kuzungumzia upendo, na vile vile tunazungumzia the wrath ama ghadhabu. Hayo ni mambo ambayo unajiuliza hasa ukiingia katika kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 38. Katika lugha ya Kiingereza inasema kwamba, but he, being full of compassion, forgave their iniquity and did not destroy them. Yes, many a time he turned his anger away and did not stir up all his wrath. Hicho ni kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 38. Hebu nione kama nitapata katika lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili inasema kwamba, lakini yeye kwa kuwa ni mwingi wa huruma aliwasamehe uovu wao, wala hakuangamiza. Naam, mara nyingi aligeuza hasira yake, wala hakuchochea ghadhabu yake yote. Mpendwa, tunapozungumzia upendo na ghadhabu ya Mungu, wengi wanafikiri kana kwamba Mungu ni Mungu mwenye hasira katika Agano la Kale na Mungu mwenye upendo katika Agano Jipya. Yaani wakimwangalia wanasema kwamba yale Mungu ametenda katika Agano la Kale ni kana kwamba alikuwa Mungu wa hasira sana, lakini wakitazama yale ambayo ametenda katika Agano Jipya, huenda wakasema kwamba hapa inamaanisha kwamba Mungu hapa ni mwenye upendo kuliko alivyokuwa hapo awali. Lakini mpendwa, ukisoma Yakobo 1:17 ni kwamba hakuna tofauti wala kivuli cha kugeuka palipo ama kwake Mungu, lakini kwa Mungu hakuna tofauti wala kivuli cha kugeuka. Kwa hivyo tunaweza kusema mpendwa kwamba tunaweza kupata upendo wa Mungu katika Agano la Kale, kama vile tunaweza kupata ghadhabu yake Mungu vile vile katika Agano Jipya. Upendo na ghadhabu ni asili katika tabia ya Mungu. Na maanisha nini? Tunacho kihitaji hapa, tunapohitaji kujua ni kwamba ni asili ya kweli ya ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu ni nini? Katika mwongozo huu nitasema katika sehemu 5 kama kawaida. I divide this portion into 5 portions so that we can go consistently and know what we're talking about. Hasira ya mzunguko, kisha tuna hasira ya polepole, hasira ya haki, hasira isiyokoma na hasira ya huruma. Hayo ndio tutakayoyazungumzia. What do I mean? I'm talking about the cyclical, ni kama cyclical anger, na ile ambayo inakuja polepole, the slow anger, na kuna ingine ile ambayo unasema kwamba ni ya haki, the righteous anger, na kuna ile ambayo inapotosha kabisa ambayo hataweza kuokolewa, inaitwa the irredeemable anger, na mwisho tutazungumzia the compassionate anger, yani ile hasira ambayo ama ile ghadhabu, samahani nitumie lugha najua hasira na ghadhabu si kitu kimoja, lakini wacha nisungumze nikisema kwamba ile ghadhabu ambayo inaweza, wacha niseme kwamba ile inaokoa, ama wacha niseme hivyo kwamba ile iko na huruma. Kwa hivyo nikupeleka moja kwa moja katika mwongozo wetu wa kusoma Biblia siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, mtazamaji, nikupeleke katika mwongozo wa kusoma Biblia siku ya leo. Nimesema nini katika hasira ya mzunguko, cyclical anger? Unaposoma kitabu cha Zaburi 78, hicho tumesoma mstari wa 38, tumeanza kusema kwamba lakini yeye kwa kuwa ni mwingi wa huruma. Kwa hivyo yeye tunamzungumzia hapa ni Mungu ambaye ni mwingi wa huruma, aliwasamehe uovu wao wala hakuangamiza. Ndiyo, mara nyingi aligeuza hasira yake. Kwa hivyo inamaanisha kuwa alikuwa na hasira, lakini aligeuza wala hakuchochea ghadhabu yake yote. Kwa hivyo alikuwa na ghadhabu ambayo hakuichochea wakati huo. Kwa hivyo mpendwa, hasira ya mzunguko hapa, udhihirisho wa ghadhabu hii, ghadhabu ya kimungu hujibu mzunguko wa mwingiliano wa watu wake. Unamaanisha nini? Kwanza, watu humwasi Mungu na kufanya mambo ya kutisha. Kwa hivyo
Ghadhabu ya Mungu inadhihirishwa katika hali za dhambi kubwa kubwa. Ili kukomesha dhambi, Mungu huleta ghadhabu yake ili akomeshe hiyo dhambi. Maana watu wamefanya nini? Watu hapa tunasoma kwamba aliwasamehe. Aliwasamehe kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamemwasi. Kwa hivyo watu humwasi Mungu na kufanya mambo ya kutisha. Mungu hufanya namna gani? Wakati huo kuna kitu kinafuata. Mungu hukasirika na kuondoa ulinzi wake kutoka kwa watu wake. Kisha nini hufuata? Watu wanakandamizwa na maadui zao kwa sababu Mungu amekasirika na ameondoa ulinzi wake. Kisha watu tena wanaanza kugeuka, wanamulilia Mungu kwa ajili ya ukombozi. Baada ya kumulilia Mungu kwa ajili ya ukombozi, Mungu hufanya nini? Mungu huwaweka huru watu wake, na kisha watu wanafanya maamuzi, wanamfuata Mungu kwa muda. Hayo ndiyo tulianzia, watu walimwasi Mungu. Kisha Mungu akawa na ghadhabu, akakasirika, akaondoa ulinzi wake. Watu wakakandamizwa na maadui zake, wakakasirika, wakasema hapa tumewezwa, wametupata. Kwa hivyo watu hawa wakamulilia Mungu, na Mungu kwa ajili ya ukombozi wake akaweka huru watu wake, na hawa watu basi wakaamua kumfuata. Kwa hivyo hiyo ni hasira mzunguko. Yaani unaona watu wanafanya jambo, Mungu anafanya jambo, na watu wanafanya jambo, na mwisho inarudi kwa Mungu kuwatunza na kuwalinda watu hao. Kwa hivyo kuna mambo hapa tumesoma kwamba hapa Asafu anajumuisha mifano kadhaa ya mzunguko huu. Unajua tulisoma kuhusu Zaburi, tukasema kwamba si Daudi pekee ameandika kitabu cha Zaburi. Ni jumuiya ya ni ujumla wa nyimbo ambazo zimeandikwa na watu wengi. Hapa Asafu anapozungumza katika kitabu cha Zaburi 78 anajumuisha mifano kadhaa ya mzunguko huu. Maana tumeona mstari, hebu nisome mstari wa 13 hapa niko bado katika Zaburi 78. Mungu huigawanya bahari na hutoa maji kutoka kwenye mwamba ambao watu huomba chakula. Mungu amekasirika. Unaona hapa kuna bahari, kuna maji. Mungu huigawanya bahari na hutoa maji kwenye mwamba ambao watu huomba chakula. Mungu amekasirika. Unaona, ukiona mstari wa 16 hadi 18, 21, 22, kuna mambo ambayo yamefanywa hapa. Watu wanategemea maji kutoka kwa bahari, na watu wanategemea maji ili waweze kutuliza kiu. Mungu ndiye hutoa maji kwenye mwamba. Ikiwa watu wamemwasi, kwa mfano niende mstari wa 34, if you go to verse 34, 38 and 41, ikiwa aliwaua, walimtafuta Mungu lakini wakaasi tena. Unaona, watu wanamtafuta Mungu na nini kinafuata baadaye? Tena wanamwasi. Na Mungu ukiona mstari wa 54, 55 hadi 59, anawapa Kanaani watu ambao walitengeneza sanamu, kisha Mungu tena akakasirika. Ukiendelea hadi 72, Shilo lililoharibiwa, watu walimulilia Mungu, aliachiliwa huru na kumtuma Daudi. Kwa hivyo ninapojaribu kusema hapa ni kwamba hasira ya mzunguko ni kwamba ghadhabu ya Mungu ni mwitikio unaofaa kwa upendo, kwa uovu na ukosefu wa haki. Sio jambo ambalo alifai. Je, Mungu anafaa kukasirika? Ndivyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wamemwasi na wakafanya dhambi na mambo ya kutisha. Kwa hivyo tunasema kwamba uovu umchochea Mungu kwa shauku kwa ajili ya waathirika, na uovu na dhidi ya watendaji. Na hili ndilo linawafanya watu kurudi pole kurejea kwake kwa sababu ya hasira mzunguko. Nilizungumza kuhusu hasira ya pole. Ni kumaanisha nini? Slow anger. Unapoangalia Yona 4 mstari wa 2 inasema kwamba alimuomba Bwana, nani? Yona. Akasema, je, hivi sivyo nilivyosema Bwana nilipokuwa bado nyumbani? Hichi ndicho nilichojaribu kuzuia kwa kukimbia Tarshishi. Nilijua Yona anakasirika hapa. Alipokuwa nyumbani, Mungu alimtuma aweze kwenda Ninawi, aende Ninawi akawahubirie watu.
Kisha Yona akasema, sitaenda kwa sababu najua wewe you are slow to anger. Wewe hasira yako inakuja pole pole. Watu hata nisipoenda wataokoka tu na utawaokoa. Yona akakasirika. Ndio maana anasema kwamba mstari wa pili kwamba nilijua ya kuwa wewe Mungu mwenye neema, Mungu mwenye huruma, si mwepesi wa hasira na mwingi wa upendo, Mungu ajutaye kupeleka maafa. Kwa hivyo hadithi hii ya Yona mpendwa inatuonyesha wazi jinsi tunavyoendelea ama tunavyoelewa ghadhabu ya Mungu. Yaani tunasema kwamba tunataka Mungu awafanyie watu vibaya. Tunataka Mungu awachome mara moja wale ambao wanatudhuru, yani bila hata kutambua kwamba sisi pia tunawadhuru wengine. Nia yetu ni kwamba God, I want you to teach them a lesson. I want you to kill them. Hilo ndilo linakuwa kusudi letu. Lakini ghadhabu ya Mungu mpendwa haiko hivyo. Kwanza, haikuja bila onyo. Ghadhabu ya Mungu kwa sababu Mungu anatafuta toba kwanza, anatuonya na anatafuta toba si uharibifu. Sasa wewe unaposema kwamba Mungu waonyeshe, Mungu waue, hutafuti toba, unatafuta uharibifu. Kwa hivyo hasira pole pole. Mungu anajaribu kila liwezekanalo, kila lile ambalo anajaribu kwa udi na ufumbo, kwa juhudi, ili binadamu asije akapotea. Akampa tunasema kwamba anampa nafasi. Kwa upande mwingine mpendwa, tunapoangalia hasira ya Mungu kama Yona mwenyewe anavyokiri hapa, ni pole pole. Mstari wa pili tumesoma, kwa kweli Mungu anapua ndefu. Ndio anasema usemi huu wa Kiebrania unamaanisha kwamba Mungu anapumua sana kabla ya kukasirika. Waebrania wanasema kwamba God has a long nose, kumaanisha kwamba anapumua sana kabla ya kukasirika. Na huu usemi ni kumaanisha tu kwamba si eti Mungu anapumua sana, ni kumaanisha kwamba uchukua muda kukasirika. Unaona Yesu anapokasirishwa na dhambi katika kisa cha yule mama, the Samaritan woman, yule ambaye ameshikwa kwa akifanya usinzi. Hata kama hawakuleta wanaume, walileta mwanamke pekee. Unaona anasema mpende mwenye dhambi. Lakini ni nini kimetendwa hapa? Ni dhambi imetendwa. Na huyu mwanamke akapatwa sijui kama walimpata kweli ama walimdhania ama waliambiwa, lakini wanasema walimpata kwa kitendo. Amekasirishwa na dhambi. Yesu anafanya namna gani? Anaanza kuandika chini, anaanza kuchora, kwa sababu watu wamefanya dhambi. Anachukua muda. Mungu anatupenda na anatupa neema, lakini hawezi kuvumilia au kuhalalisha dhambi mpendwa. Mungu amekasirishwa na dhambi, lakini anampenda mwenye dhambi. Hili swali lilijitokeza juma lililopita tulipokuwa tunasoma kwamba je, Mungu anapenda dhambi? La hasha. Mungu anapenda mwenye dhambi, lakini hapendi dhambi. Kwa hivyo ataonyesha tu hasira kwa mwenye dhambi wakati hii tunasema kwamba hii ndiyo njia pekee ya kumleta kwenye toba. Kwa hivyo anaweza kuonyesha hasira kwa mwenye dhambi ikiwa that is the only solution to bring this person to repentance, yani ili amlete kwenye toba. Au wakati mwingine unaona mwenye dhambi amekataa kabisa wito wa Roho Mtakatifu, basi Mungu hana budi kuonyesha hasira. Kwa hivyo tunaweza kuuliza kwamba je, hasira, kuna haki katika hasira? The righteous anger. Yohana 2 mstari wa 15. The book of John chapter 2 verse 15. Unamuona hapa, kabla nisome fungu hili, sijui kama hasira inastahili kuhesabiwa haki wakati gani, na ni sahihi kutenda dhidi ya mtu mwingine mpendwa kwa sababu ya hasira, au katika kiwango cha kibinadamu tuseme kwamba tunakasirika tunapoona ukosefu wa haki, na hasira hiyo inatuongoza kutenda jambo fulani ili kuzuia
uovu kufanywa ili haki iweze kutendwa. Yesu katika mstari wa 15 katika Yohana 2, Biblia inasema akafanya kiboko kwa kamba, akawafukuza wote kutoka hekaluni, kondoo na ng'ombe, akatawanya sarafu za wabadili fedha, akazipindua meza zao. Yesu anafanya nini hapa mpendwa? Akiwa amekasirishwa na unajisi ambao ulikuwa unaendelea hekaluni, Yesu alikasirika. Anakasirika na kuchukua mjeledi jinsi ambavyo tumesoma. Anafanya nini? Anawafukuza wauzaji na wanyama, na anapindua meza zao za wale watu wanaobadilisha fedha. Hapa tunamwona Yesu mwenye hasira. Upendo wake sasa uko wapi? Ndio swali ningekuuliza. Upendo wake kwa Mungu ulimuongoza kuwakasirikia wale ambao wanamvunjia heshima. Upendo ndio ulimfanya akasirike, kwa sababu hawa watu wanamkosesha heshima Mwenyezi Mungu, wanamvunjia heshima yake. Kwa hivyo hata unaposema katika Marko 10 mstari wa 13 na wa 14, upendo wake kwa watoto ulimkasirisha. Kwa wanafunzi wake, kumbuka vile wanafunzi wanafukuza watoto, Yesu waambie watoke hapa, kisha akawaambia waje kwangu. Upendo wake kwa mgonjwa mpendwa na huzuni yake kwa moyo mgumu wa wale waliokuwepo ulimjaza Yesu hasira ya Kristo. Ni kwamba hii hasira yake inahusishwa hapa na huzuni kwa ugumu wa mioyo ya hawa watu. Yaani watu ambao wanastahili kuabudu katika hekalu, watu ambao walikuwa wanastahili kuonesha ama kuwa to be the light among the nations. Hawa watu ndio wanafanya uuzaji na kumkosesha heshima Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu anafanya namna gani? Anakasirika. Hasira ya Yesu Kristo ni ya haki. Yes, it is righteous anger. Why? Kwa sababu inahusishwa hapa na huzuni wa ugumu wa mioyo ya hawa watu. Ni hasira ya haki ya upendo, kama vile hasira inayotokana na Mungu katika haya ambayo tumeyasoma. Ni hasira ya haki ya upendo. Hasira ya Mungu ni ya haki, ni ya upendo, kwa sababu there is something he wants you to do. There is a place he wants you to be. Wakati ambapo hujaelekea pale ambapo unahitaji ama unastahili kuwa, Mungu anakasirika, anasema watu basi imezidi sasa, hata wakanikosesha heshima ya kuabudu. Maana anasema kutoka kitabu cha the Old Testament reference, anasema kwamba iliandikwa kwamba hekalu langu litakuwa la kuabudu, is not a den of thieves. Kwa hivyo hili linapeleka kitabu cha Mambo ya Nyakati, 2 Chronicles chapter 36 verse 16. Mambo ya Nyakati wa pili 36 mstari wa 16. Kuna hasira ambayo haiwezi kurekebishwa. Ninamaanisha nini? Unapoona hasira ya haki ya Mungu daima inaelekezwa dhidi ya wale wanaodhuru viumbe anaowapenda. Ikiwa kuna watu ambao wanawafanyia wanyama unyama, Mungu ukasirishwa sana na hilo jambo. Ikiwa basi watu wanadhuru viumbe, hasira ya Mungu hujaa zaidi. Mungu hangekasirika ikiwa utadhuru wanyama? Ikiwa hakungekuwa na uovu, niulize tu, Mungu angekasirika? Kitabu cha 2 Chronicles inasema kwamba 36:16 inasema kwamba lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu. Sikia, this is what the Israelites did. Haya ndiyo waliwafanyia wajumbe wa Mungu, kwamba waliwadhihaki wajumbe wa Mungu na kuyadharau maneno yake
na kuwadhihaki manabii wake, hata ghadhabu ya Bwana ikawaka juu ya watu wake, wala hapakuwa na suluhisho. Kwa hivyo kuna ile hasira ambayo haiwezi kurekebishwa. Kwa nini? Vile ambavyo tumesoma ni kwamba hawa watu waliwadhihaki wajumbe wa Mungu, wakayadharau maneno yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wale manabii ambao walitumwa wakawadhihaki manabii wake, hata ghadhabu ya Bwana basi ikawaka juu yao ya watu wake, wala hapakuwa na suluhisho. Mpendwa, katika historia ya Waisraeli, ghadhabu ya Mungu ilidhihirishwa kwa mzunguko ile ambayo tulianzia, kila wakati ikisubiri watu ikiwa watatubu na kumrudia Mungu. Lakini walitubu na kumrudia Mungu. Wewe nami tunajua kwamba kila wakati walizidi kutoka uovu kwenda kuwa waovu zaidi. Katika hafla hizo zote mpendwa, Mungu aliwaacha watu wake, yani aliondoa ulinzi wake, na kile kisichoepukika kikatokea. Na hayo ndiyo tulianzia kusoma kule. Ukisoma kitabu cha Amosi 2:13-14, hata uende Zaburi 106 verses 41 and 42, unaona kwamba vigingi viliongezeka juu zaidi na zaidi mpaka hapakuwa na dawa. Ukisoma Mambo ya Nyakati hiyo ya pili mstari ule tulisoma kwamba hapakuwa na dawa. Na kwa hivyo kama hapakuwa na dawa, Yerusalemu ilisimama kweli? La hasha, Yerusalemu iliharibika. Kwa hivyo ni kusema kwamba hatimaye ghadhabu ya Mungu itawaangamiza wenye dhambi wasiotubu. Ndio maana tunasoma Zaburi 2:21 mstari wa 9 kwamba ile roho ambayo inafanya dhambi ndiyo itakayopotea. Kumaanisha kwamba Mungu anasubira, anangoja ili watu waweze watubu. Lakini kuna wakati binadamu anazidi kuwa muovu, kutoka kwa uovu kuzidi kwa uovu mwingine. Hatimaye ghadhabu ya Mungu inaangamiza watu wasiotubu. Tusicheze mpendwa na ghadhabu ya Mungu, kwa maana wakati utakuja ambapo itajidhihirisha bila kukoma. Kwa hivyo hiyo ghadhabu si kama ile ambayo tumesoma hapo awali. Ni ghadhabu isiyoweza kurekebishwa, kwa sababu umekidhiri. Mungu amekupa nafasi ukafanya jambo, lakini badala ya kwenda to the right ukaendelea ama ukazidi kwenda kushoto. Kwa hivyo nikitamatisha, si kusema kwamba hii hasira ya Mungu haina huruma, si kama ya binadamu. Maana ukiendelea na Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 32 verses 35, inasema kwamba kisasi ni changu, mimi nitalipa kwa wakati wake, mguu wao utateleza, siku yao ya maafa imekaribia na adhabu yao inakaribia. Hapa anamaanisha nini mpendwa? Ghadhabu ya Mungu ni ya kutisha na kisasi chake ni cha kutisha, yani vengeance. Sijui kama tunaita revenge ama mzungu anaita vengeance, lakini hebu nitazame hapa nione kama inasema namna gani katika lugha ya Kiingereza, ili tunapotamatisha pamoja nawe. Yes, inasema vengeance, God's wrath is terrible and his vengeance is terrible. Ukisoma Waebrania 10 mstari wa 30-31. But it is not immoral or contrary to love. In fact, God expresses his wrath against evil because of love. Nataka kusema kwamba naam, ni kweli Waebrania inasema hivyo, lakini tuseme kwamba ghadhabu ya Mungu ni ya kutisha na kisasi chake ni cha kutisha, lakini sio uasherati au kinyume cha upendo wake Mwenyezi Mungu. Kwa kweli mpendwa, tunapoendelea pamoja nawe, na kabla nitamatishe siku ya leo, ni vema utoke hapa ukijua kwamba Mungu anaonyesha ghadhabu yake dhidi ya waovu kwa sababu ya upendo. Kwa hivyo maonyesho ya upendo zaidi ya Mungu yatadhihirishwa katika ghadhabu yake. How do you
unafikiriaje na unatizama namna gani wakati unasema kwamba ghadhabu, yani hasira ya huruma? Ni kwamba ghadhabu ya Mungu inadhihirishwa kwa sababu ya upendo. Inamaanisha nini? Ni kwa sababu ya huruma, yaani mwenye dhambi na wenye haki, kwamba ataondoa kila alama ya uovu kutoka kwa ulimwengu. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 7 hadi wa 9 tunaambiwa kwamba mwisho dhambi itaondolewa na watu watafanywa. By the way, how will you justify something if there is no judgment? You have to seek for judgment for you to justify something. Na kama mtu alitenda mazuri, ni nini kitaonyesha kwamba alitenda mazuri? Lazima muketi, mtihani uwe kule na usaishwe, useme kwamba naam, ama kesi isikizwe, useme fulani alikuwa right na mwingine alikuwa wrong. Kwa hivyo inamaanisha kwamba the judgment is inevitable, but it's not a bad thing. Kwa wale ambao wanatenda mazuri, wenye haki, ni kusema kwamba ataondoa kila alama ya uovu kutoka kwa ulimwengu na they will be justified. Wakati huu mpendwa, hasira na ghadhabu pia zitatoweka, kwa sababu ukosefu wa haki na uovu hautakuwepo tena. Kwa hivyo hasira ya Mungu, kuna wakati hasira na ghadhabu zote zitatoweka. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo ukosefu wa haki ama uovu hautakuwepo tena wakati huo. Mpaka wakati huo utakapofika mpendwa, na ingawa ni sahihi kwamba wakati mwingine tunaonyesha hasira zetu ili kuepuka kitendo cha vurugu au dhambi katika hali, Biblia inatuzuia kulipiza kisasi. Maana tumesoma kwamba kisasi ni changu. The book of Kumbukumbu la Torati 32. Biblia inatuzuia kulipiza kisasi kwa uharibifu uliopokelewa. Wakati mwingine tunawachukia wenzetu, sio kwa sababu tu wametutenda mabaya ama uovu, kwa sababu tu fulani na fulani hawaelewani, ama familia zetu hazikuwa zinaelewana hapo awali, ama vile vile wazazi wetu, watangulizi wetu, kuna jambo lilitendeka ambalo halikuenda vizuri. Kwa hivyo we inherit that wrath, hiyo hasira tunakuja nayo, na sisi we did not experience it yet we have tuna wakati wa kubadilisha mambo kama hayo. Kwa hivyo mpendwa, wakati mwingi, sio wakati mwingine, kila wakati ni lazima tumwachie Mungu kisasi. Kisasi cha Mungu daima ni cha haki. Kisasi cha binadamu si cha haki. Lakini kisasi chetu mpendwa, tunajua kwamba akilingani na madhara yanayopokelewa. Maana mtu tuseme kwamba mtu yale makosa ambayo mtu amefanya na ile ghadhabu tunampa hazilingani. Kwa hivyo kisasi chetu akilingani. Kwa mfano, mtu nimeona kuiba si jambo jema, lakini umeona mtu ameiba tu maziwa na ghadhabu yake ni nini? Ni kifo. Mtu anachukua panga, sheria mikononi mwake, anamuua mwenzake kwa sababu ameiba labda maji ama maziwa. Wengine wanazozania maji kule mtoni, mtu anaua mwenzake. How is that relevant? By the way, how is that balance? Is that relevant? Yani hicho kizazi, tuseme kwamba hicho kisasi kinalingana na ghadhabu ambayo imepokelewa? La hasha. Kwa hivyo badala ya kulipiza kisasi, tunahimizwa kutoka kitabu cha Warumi 12:17-21, tunahimizwa kwamba tuwatendee mema wale wanaotudhuru. Mpendwa, kitabu cha Prophets and Kings ukurasa 276 ndicho kitakuwa ama ndilo litakuwa wazo langu la mwisho siku ya leo. Ni kwamba la mwisho, Mungu uwaruhusu watu kipindi cha majaribio, lakini kuna uhakika zaidi ya hapo. Uvumilivu wa kimungu umekwisha na hukumu za Mungu hakika zitafuata. Nataka nirudie kwa kusema kwamba Mungu uwaruhusu watu kipindi cha majaribio, lakini kuna uhakika zaidi hapo. Uvumilivu wa kimungu umekwisha na hukumu za Mungu hakika zitafuata. Bwana uvumilia kwa watu na kwa miji
na kwa huruma, akitoa maonyo kuwaokoa kutoka kwa ghadhabu ya kimungu. Lakini wakati utakuja ambapo maombi ya rehema hayatasikilizwa tena, na kipengele cha wasi ambacho kinaendelea kukataa nuru ya ukweli kitafutwa kwa huruma kwao wenyewe na kwa wale ambao wangeathiriwa na mfano huo. Labda haya maneno utaelewa nikiyasoma kwa Kiingereza, ndiposa usikie yale ambayo ninaashiria kuyasema hapa. Nasema hivi mpendwa, God allows men a period of probation. God allows men a period of probation. But there is a point beyond which divine patience is exhausted, and the judgment of God are sure to follow. So the Lord bears long with the men, and with even cities, mercifully giving warnings to save these people from divine wrath. But what happens? A time will come when the pleadings for mercy will no longer be heard, and the rebellious element that continues to reject the light of truth will be blotted out in mercy to themselves and to those who would otherwise be influenced by their example. Kwa hivyo mpendwa, ni vema ujue kwamba Mungu ni mwenye nguvu na Mungu ni mvumilivu. The wrath of God, the wrath of divine love, ndiyo tulikuwa tunasema kwamba ghadhabu na upendo wa kimungu. Yaani the wrath, hasira yake inakuja kwa sababu ya upendo wake. Watu nimewatendea haya na haya. Je, mbona hawaelewi? Mbona wasikii? Mbona hawafuati jinsi ambavyo inastahili? Kisha Mungu anakasirika. But I want to repeat this thing ninapotamatisha kwamba how does the divine wrath manifest itself when God responds to a cycle of interaction with his people? Tulisema kwamba the people rebel against God and do horrible things. Watu wanafanya maovu, wanaenda kinyume na Mungu. Kisha nini kinafuata? Mungu hasirika na anatoa ulinzi wake. Kisha anaachilia maadui wanakuja na wanatesa watu na wanasumbua kabisa na hata wanawaweza. Na watu wanaona wameshindwa kabisa, wameishiwa kabisa na hawana la kufanya. Kisha wanafanya namna gani? The people cry out to God for deliverance. Na Mungu hawaachi, maana anasema he will always listen to the cries of his people. Kwa hivyo God frees his people. Anawaachilia huru. Na anapowaachilia huru watu wanafurahia, wanasema kweli Mungu wetu ni wa upendo. Na Mungu anasema nifuate. And the people follow God for a time. Kwa huo wakati. Nasema kwamba people follow God for a time. Mambo yakiwa mazuri, what happens? Tutaendelea when I'll be talking about the 7 churches, and then I'll be tutaendelea tuzungumze kwa nini watu people follow God for a time when things are good, and then they go back to their old ways. Mungu akubariki, na hadi hapo juma lijalo. Nite Orina Montini.